nitauliza maswali na wewe utaniuliza maswali. Mwalimu mwanafunzi mzuri ni yule anayeuliza asichokielewa. Na mwalimu mzuri anataka watu waelewe. Wengine wamejaliwa karama za uinjilisti, lakini utaona mwalimu anayetangulia ni mwalimu. Na mimi ni ule ni mwalimu. Ikifika wakati wa uinjilisti, hapa hasa si uinjilisti, hapa ninafundisha. Amen. Sasa tunaangalia maono ya Tayomi. Maono ya Tayomi. Nani aniambie Tayomi ni nini? Akufuata kuniambie Tayomi ni nini? Tayomi ni nini? Asante. Mwingine nini maana nini Tayomi ni nini? Tayomi Tanzania Youth Ministry. Asante. Kule paka. Saidia Tayomi ni nini? Amen. Bwana sifiwe. Tayomi kama unasoma hicho kirefu chake Yesu, lakini ni huduma inayohusika na kulea vijana kiroho, kimaadili ili kuwakuza na kuendeleza au kutengeneza kizazi kijacho. Asante sana. Na washukuru kwa majibu mazuri. Naomba nitoe ufafanuzi. Tayomi ni kifupi cha maneno marefu. Tanzania Youth Ministries. Not ministry. Wengi wamesema ministry. Sio? Sio ministry. Ni ministries. Sawa jamani? Ni ministries. Not ministry. Sawa ministry. Umepunguza nguvu kubwa sana. Sawa eh? Popote unayosikia Tanzania ni Tanzania Youth Ministries. Utaniuliza kwa nini ministries? Humo ndani kuna sub-ministry nyingi za kutosha. Na bado zinazaliwa kwa ajili ya vijana. Sema amen. Zinazaliwa nyingi humo ndani. Ndio maana kuna Kasweta humo ndani. Kuna EMC humo ndani. Kuna BCF humo ndani. Sawa? Kuna shule humo ndani. Huduma zile. Ndio maana ya ministries sio ministry. Ukiandika ministry tunasema tuijue taasisi. Wanaandika Tanzania Youth Ministry. Watuletea tinama inaandikwa Tanzania Youth Ministry. Basi sio ya kwetu. Sisi ni ministries. Huko ndani there is a lot of ministry. Sawa jamani? Na Tayomi ni msiwi. Kuandika Tayomi kwa kifupi, ukaandika tu neno Tayomi ni kosa. Kwa nini? Tayomi ni kifupi cha maneno marefu. Sawa jamani? Ta ina neno refu. Yo ina neno refu. Mi ina neno refu. Kwa utaki kuandika kwa small letter. Ukiandika Tayomi popo utaandika capital letter. Ila ukiandika Tanzania Youth Ministries utaandika T kubwa, Y kubwa, M kubwa. Wengine unaweza kuandika small letter. Tuko pamoja? Hicho ndio kirefu cha Tayomi. Tayomi kirefu chake ni hicho. Usiandike ministry, ni ministries. Sawa. Nini Kasweta? Kasweta ni nini? Hapa mbele wananiangalia sasa nitaja nini? Kasweta ni nini tena? Hujui? Unatoka wapi? Hujui Kasweta? Wewe sio na Kasweta. Hujui kabisa. Wewe sikia. Unasikia mimi ni grade fulani? Yaani, karibu sana. Sawa? Karibu. Takufuata baadaye. Kasweta ni
Asante. Mwingine. Asante. We are here for purpose. Kaeni haipo kwa bahati mbaya. Inalo kusudi. Kuna kusudi. Hatupo tu. Sawa eh? Kwa lazima ujue kaseta ni nini? Kaeni ni nini? BCF ni nini? Na ufahamu chimbuko lake ni nini? Kwa sababu juzi kati wiki iliyopita nadhani kuna karatasi niliokota, tuna karatasi nyingi. Sisi nilikuwaje nikajikuta mezani kwangu nimekuta kikaratasi kinaandikwa kwa nini tuikatae tayari? Kwa nini tuikatae tayari? Wameeleza vitu vingi kwa nini tuikatae. Kwa hiyo ukikutana na mtu ambaye anasema kwa nini tuikatae akakuivisha according to yeye, utasema kauli ni dudu la ajabu sana. Sasa umeambiwa, lakini lazima ujue kauli ni nini, inafanya nini, ina kazi gani, ili uweze kusimamia. Kwa sababu utakutana nao na pengine umekutana nao, si kweli? Pengine umekutana nao. Sasa usipojua utapelekwa tu dayumba. Lakini tuangalie kauli ni nini, na kasfeta ni nini, BCF ni nini, EMC ni nini. Amen. Tukivijua hivyo vyote, ndio maana nasema ni ministries, sio ministry. Sasa mtakuwa mmenielewa, si ndio? Wangapi wameelewa mpaka hapa? Amen. Tayari ina maono. Maono haya ya tayari ni kubadilisha maisha ya vijana. Yaani ukiwa huko kwenye tayari tunachotaka ni kubadilika. Na andiko liko hata kwenye nembo yetu tutaliona, ni Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Nani aniandika kichwa? Sababu inafahamika. Yaani ukiokoka tu automatically hilo andiko lazima ujue. Si ndio? Temeke oye. Tupo eh? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ndio. Haleluya. Natamani wote huo mstari kwa kichwani. Si ndio? Wangapi uko kichwani? Wachache. Naomba nikuambukize kuweke kichwani. Sawa jamani? Sio ndefu sana. Si ndio? Afu ni bado wadogo. Hamjatoka kama si umeenda. Si ndio? Umri umeenda, lakini nyinyi mnatakiwa kae kichwani. Tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, ya kale amefanyaje? Yamepita. Tazama, amekuwa mapya. Sasa huyu kijana, ili yawe mapya, lazima unapookoka uanze safari ya mabadiliko. Safari ya kuwa umebadilika. Maana Kristo Yesu kilichomleta ulimwenguni ni kufanya mabadiliko. Mtu wa kwanza kuleta mabadiliko ni Yesu. Mungu alipoumba mwanadamu akamleta duniani, mwanadamu aliumbwa akiwa mkamilifu. Mungu alipoumba mwanadamu alikuwa mkamilifu, hakuna mapungufu. Alimuumba ili kujenga uhusiano, kujenga ushirika na mwanadamu. Mungu na mwanadamu walikuwa marafiki, lakini urafiki uliisha pale ambapo
dhambi iliingia. Dhambi ilipoingia ikavunja, ikabreak uhusiano wa mwanadamu. Mungu akaona bado nampenda huyu mtu niliyemuumba, bado nampenda kwa kiwango kikubwa. Ndiposa Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila mtu atakayemwamini asifanyaje? Asipotee, bali awe na nini? Na uzima wa milele. Nafikiri mngemshangilia Yesu. Haleluya. Ili kufanya upatanisho. Ukishaingia ndani ya Yesu Kristo, akaingia ndani yako, anachoanza kushughulika nacho ni kukupruni, kutoa ya dini ndani yako, kutoa takataka ya ukabila wa sisi watu fulani, anakuondoa, unakuwa kiumbe kipya. Mwambie mwenzako kiumbe kipya. Mwambie umekuwa kiumbe kipya. Ndio maana sasa kwenye kasfeta, kanuni ya kuwa wana kasfeta ni tofauti na wana EMC. Kanuni ya kuwa wana kasfeta ni tofauti, lakini kote agenda ya Tayoni ni kuhubiri Injili. Tumetuma agizo kuu. Tayoni inasimamia agizo kuu sawa sana na Mungu katika Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka wa 20. Agizo kuu. Agizo kuu. Cha kwanza ni kubadilika kuwa kiumbe kipya. Sawa? Uwe umeokoka. Uwe umeokoka. Jamani, mwana kasfeta lazima awe ameokoka. Hatuna option. Kama hujaokoka, tunataka tukuongoze sala ya toba. Uokoke. Uwe kiumbe kipya. Tunamtafuta mtu awe kiumbe kipya. Akishakuwa kiumbe kipya, ndiposa tuanze sasa kutimiza agizo kuu. Kwanza badilike ni kubadilisha maisha ya kijana, ili huyu kijana abadilishe. Agizo kuu si mnalijua? Linasemaje watu wangu? Linasemaje? Hapa sina activeness of kusoma. Ipelida 19:20 agizo kuu. 19 maandiko yanasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Wanayemjua Yesu unapaswa uende. Ukiwa kwenye hii huduma, ujue tumebeba agizo kuu. Ndio agenda yetu. Utaniuliza kivipi? Agenda hii ni ya muhimu sana. Ukiwa huku kisha ukao akiingia huku, lazima ujue tumebeba agizo kuu. Agizo kuu hili tunalipeleka kwa namna tofauti. Tunalipelekaje? Kwenye kasfeta ni kiumbe kipya. Huyu kiumbe kipya anatakiwa kuhubiri Injili. EMC ni tofauti kabisa na kasfeta. Kwa nini? EMC ipo, ni miongoni mwa zile huduma tuzifanyazo, lakini mengi ya agenda yetu ya siku ni watu waje kwa Yesu. Kule kwenye EMC sio lazima watu waokoka, ila tunataka mwanakasfeta mmoja atakaye kidambili awafute wale waingie kwenye clubs, ili kwenye ile clubs tuchomeke agenda ya Injili. Sema amen. Kwa sababu our agenda ni great mission. Sawa jamani? Kwa hiyo agizo kuu ndani ya EMC ni kuhubiri Injili kule. Hatuna agenda nyingine. Hatutaki kuwatamkia kwamba tunahubiri Injili kwa njia. Wanafutwa na wewe. Wanakuwepo, tunahubiri Injili. Wanaingia kwenye kampu la Yesu, kusafiri kwenda mbinguni baada ya mabadiliko. BCF ni Better Children Foundation. Watoto wale wadogo mnawafahamu, kuhubiri Injili wakiwa bado wadogo kule. Lakini tuna shule
Shule ipo. Agenda yetu pamoja na shule sio tu kufundisha, wala tutafuti benefit yoyote. Agenda yetu ni watu kubadilika na wameokoka. Dr. Mbesa Sekondari ina Waislamu wengi wamebadilika kupitia shule. Hiyo ndio wameokoka wa kutosha, waliotoka nyumbani kwao ni waivi. Kanuni ya kwanza, kuingia na Biblia. Kaguzi wa kwanza kwenye shule lazima uingie na nini? Na Biblia. Yaani miongoni mwa vitu vya kuja na Biblia. Kwa hiyo wanakuja nazo, wanakaa, wanapigwa Injili, wakitoka nyumbani hawaendi msikitini, wanakaa ndani wanaomba. Ndio agenda. Ni kutimiza agizo kuu. Sawa jamani? Ni kutimiza agizo kuu. Kwa ukiwa pamoja na kwamba tunamchezea Mungu, lakini ndio tuna agenda. Kwenye kucheza kwetu tuhakikishe tunatimiza agizo kuu. Sawa na wa Mungu historia. Ninafahamu, mnafahamu. Sina miongozo. Miongozo gani? Tenete. Miongozo gani? Mwongozo wa Kasfeta mnao. Mwongozo wa kueleza historia vizuri sana. Sasa ule mwongozo unaeleza historia. Tayomi ili mwanzilishi ni nani? Njia gani alizopitia? Mmesoma kwenye mwongozo? Mmesoma? Wanasema hivi, ukitaka kuwaweza Watanzania waekee vitu kwa maandishi ama umewakosa. Ni kweli? Ni kweli? Mbona kama mmemwajua mwali? Nauliza, ni kweli? Historia iko very clear kwenye mwongozo. Basi moja niwaambie kidogo. Mwanzilishi si mnamjua? Anaitwa nani? Joseph. Sasa iko wapi? Marekani. Kwa Marekani. Alipata mtisho kama alishafariki, sio? Kwa mwaka 2008 tarehe 1/9 saa 1 jioni. Akakaa hospitali alifariki. Hatunaye lakini anaishi. Si ndio? Maono yanaendelea. Hata kama anaondoka, maono amefanyaje? Yanaendelea. Kwa hiyo historia sitamani sana kuieleza. Mwaka 1982 alipopata wito akaanza kufundisha watoto na kadhalika, na vita aliyopitia. Au nataka kusikia stories hizo? Ndio. Hautotoshi. Nitasoma kwenye mwongozo sawa. Nikipata muda kufanya hivyo nitafanya, lakini kwa sasa natamani sana historia yake nisome. Nitasomeni mwongozo. Kama hamna mwongozo uniagize kuwatumia. Sawa jamani? Ule kwenye mwongozo na historia yote. Nataka tukimbie na muda ili tuone tunafikia wapi. Sasa baada ya agizo, Tayomi ina misingi yake. Misingi ya Tayomi ni mitatu. Nani anajua? Misingi mikubwa ya Tayomi ni mitatu. Baada ya agizo kwa ambalo kila mtu anapaswa awe, lakini misingi ya Tayomi ni ngapi? Mitatu. Moja ni utakatifu. Msingi wa kwanza ni utakatifu. Ukiwa huku ndugu yangu, maisha ya utakatifu ni endelevu, consistency, si ndio? Ni endelevu maisha matakatifu. Msingi huu ni wa muhimu sana kwa maisha ya mtu ambaye ameamua kumfuata Yesu. Kwa nini ni muhimu kwa mtu aliyemfuata Yesu? Yeye mwenyewe Mungu ni mtakatifu. Huyo uliyemfuata ni mtakatifu. Petro wa kwanza pale sura ya kwanza mstari wa 15 na 16.
Petro wa kwanza sura ya 5 kuanzia na mstari wa 15 16. Petro wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa 15. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15 na 16. Tumesoma, tunaona vizuri pale. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Wa pili wa Gayoni, Kasweta na kadhalika ni elimu. Ndio maana kwenye makambi ya Pasaka huwezi kukosa somo la elimu. Lakini pia kwenye EMC kule kunaitwa ethics and education motivation clubs. Education ni kama kule. Huwezi kuwa sisi kwenye kazi ya kusisitiza elimu. Elimu ni ya msingi sana. Elimu inatusaidia kuwa na maarifa. Elimu inatusaidia kupambanua mambo. Kwa msingi wa pili kwetu sisi ni elimu. Mstari wa kusimamia ambao tunafahamu siku zote ni Mithali sura ya 4 mstari wa 13. Biblia inasema, Mithali sura ya 4 na mstari wa 13, mkamate sana elimu, usimwache haja zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Elimu ni ya msingi sana kwenye maisha haya ya utumishi. Elimu isipozingatiwa, elimu ni yale maarifa unayoyapata baada ya kuwa umejifunza. Kwamba ukitoka hapo ukiwa nje, mtu anaweza kuelezea elimu ni kitu gani. Yaani maarifa yanayobaki ndani yako, hayo ndio elimu kwako. Elimu sio cheti chenye wastani mkubwa. Elimu ni uzima wako. Maana ukilala ukiamka ni uzima wa maisha yako. Itakusaidia kufanya mabadiliko. Hauwezi kuwa kiongozi mzuri hata wa serikali au mahali popote kama huna elimu. Elimu ni ya msingi sana kwetu sisi tunaomjua Mungu. Tunawaona watumishi wa Mungu Danieli na wenzake walitafutwa ni kwa sababu pia walikuwa na elimu ya kutosha. Walipoingia, kwanza wanamcha Mungu, lakini pili wana elimu ya kutosha. Na tumejifunza kwenye elimu, cha kwanza ni kumcha Mungu. Ukimcha Mungu unakuwa na akili nzuri. Unajua kuna akili mbaya. Na elimu inakusaidia kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, alafu ukapata elimu, unakuwa na akili nzuri. Akili yako inafunguliwa, iko active kwa sababu anayetoa maarifa ya elimu ni Mungu mwenyewe. Danieli pamoja na elimu alimjua Mungu. Akamjua Mungu. Alipomjua Mungu, akamfunulia ndoto ya mfalme. Wewe unaona unaota ndoto, wewe mwenyewe unaisahau. Alafu nataka mtu mwingine akaielezee. Inawezekana? Is it possible? Haiwezekani. Uone ndoto wewe mfalme, alafu unawalazimisha wengine waitafsiri ndoto uliyoota wewe. Hapo ndio unasahau. Ndoto kasahau. Lakini nataka mwingine ambaye hata ndoto haimuhusu atafsiri. Akili za kawaida za Mungu. Lazima kumcha Mungu. Maana ukiwa unamcha Mungu, papata ile elimu kaingia hapa Kanaani, kwanza ni msomo. Cha kwanza ni msomo. Anaanza kupata kaimani, huyu ni msomo, sio Mungu. Ana elimu ya kutosha. Lakini pili yake anamcha Mungu. Kwa kinacho kusapoti kwenye elimu yako ni ile nguvu ya Mungu ulionayo. Ile nguvu ya Mungu ukiwa nayo, elimu yako inakuwa akili njema, sio. Kwa maana kama ukipata kiongozi mcha Mungu, amesoma, alafu anamcha Mungu, maana ana maarifa ya Mungu, utakuwa mtu kawaida.
ni ngumu sana kwa kawaida, lakini elimu uliyoipata na maarifa ya kimungu changanya, aisee, unatoka mtu mzuri sana. Na ndio maana ukifuatilia wanakas fedha wengi, fuatilia kila mahali alipo anapandishwa cheo. Ndio kwa nini? Wanampenda kwa sababu kwanza yuko well organized. Elimu aliyoipata ya kiroho na ya kawaida ndio imsaidia kuchanganya zote, ikatoa product nzuri. Lazima tusome kwa bidii, tuache uzembe. Soma kwa bidii, soma kama vile hautasoma tena. Na sifa ya wanakas fedha jamani kufaulu. Si najua hiyo. Si kuzaliwa kutuangusha. Kasi fedha imetoa mara kadhaa Tanzania wana. Si unajua. Si ndio? Tanzania wana wametoa kwenye kasi fedha mara kadhaa. Wao ni zile top 10 pale shuleni zile za wanakasi fedha, sema amini. Wao kusoma kwa bidii, huwa tunataka wazembe. Ndio maana tunawafundisha kusoma kwa bidii. Na wapo waliosoma kwa bidii wakafanya vizuri, akina Daniel, Meshach, wote Roho Mtakatifu afanye kazi na empty mind. Unajua hiyo kitu? Usije ukalala kabisa kasinzia. Ukasema Roho Mtakatifu atakwenda kunikumbusha. Anakukumbusha ulichojifunza. Roho Mtakatifu afanye kazi na empty mind. Hata siku moja. Yaani hiyo sababu. Wao wanangu msome. Elimu ushike sana, maana ndio uzima wako. Kwa msingi mmoja, ukiwa huko hatutaki wazembe. Ukiwa huko umeokoka, sifa kabisa. Maisha matakatifu safi kabisa. Ila bidii kwenye elimu. Bidii kwenye elimu. Make effort. Kwa gharama yote. Alafu ukiwa na elimu, alafu na Mungu atafungua njia kwa siku. Na tunatamani viongozi wa cha Mungu kutokea huku. Kwani kubadilisha ulimwengu maana yake nini? Unabadilisha kutoka kile pale ulipo. Sasa usiletee elimu yako na majitaka ambayo hayataleta impact kwa Mungu. Ukiwa mcha Mungu unakaa neno la maarifa. Ukiwa mcha Mungu umeokoka ukasimama mahali ukatoa elimu ya kutosha, unatoa maarifa yenye nguvu ya Mungu. Kwa hiyo kusomeni, soma kwa bidii sana, fanya vizuri sana kwenye masomo, mche Mungu sana. Elimu ni nguzo mojawapo katika mambo ya taifa. Mtatoa muda wa maswali. Nguzo ya tatu, umoja. Umoja. Mstari unaosimama kwenye umoja ni Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11. Ila natamani siku kuanzia kwanza pale. Hebu anza pale mstari wa kwanza. Yohana Mtakatifu sura ya 17. Ndio. Kuanzia mstari wa kwanza maandiko yanasema, maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile uliyonipa nifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako,
kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siwaombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. 11. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni, nami naja kwako, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa, walinde hawa ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Maneno haya yanajitosheleza kabisa, si ndio? Yanajitosheleza kabisa kwenye Mungu. Ndio maana nataka kuanzia mstari wa kwanza. Yesu anaomba kwamba si hao tu na wale watakao muamini, yaani sio hao tu na sisi tunaoamini leo. Biblia inatuambia, Yesu ametuombea akasema tuwe na umoja. Sasa hatuwezi, unajua umoja lazima uwe unaanzia kwenye upendo. Yaani kabla ya umoja lazima uwe na upendo. Nilikuwa namsikiliza mwalimu aliyemaliza somo wakati anasema uwe karibu na wanaofanya vizuri. Yaani mtu ambaye anafanya vizuri anachosoma usome. Sasa swali likanijia, kama huyo mtu hana upendo, kwa sababu mimi nimewahi kusoma na wanafunzi ambao wana ubinafsi, sio, unaelewa? Anataka yeye tu afanye vizuri siku zote. Hamjakutana nao? Ndio hiyo swali. Kuna watu wa jinsi hiyo. Lakini sisi watu wa Mungu kwenye kauli letu, kama watu wote wakasifika ni Mungu darasani, si wako wenye uwezo mkubwa. Kwa sisi wanakasifika, kitu cha kwanza lazima tupendane. Na upendo ni amri kuu, si unajua? Upendo hauna uchaguzi, ni amri kuu. Nimesema amri kuu na wapa pendo. Hiyo ni amri kuu, sio agizo kuu. Sichanganya amri kuu na agizo kuu. Agizo kuu ni kuhubiri Injili. Amri kuu ni kupendana. Kitu cha kwanza kwenye tawi, tupendane. Upendo ukiwepo, umoja upo. Maana Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni utengano ni dhaifu. Nguzo hii ya umoja kwetu sisi Karongo ni muhimu sana. Ndio maana tuko hapa madhehebu tofauti, wala hatugombani, si ndio? Hatugombani sisi. Sisi tunajua agenda yetu kuwa umeokoka, unampenda Yesu, umefuata kanuni za kiroho, nguzo 16, kujazwa Roho Mtakatifu, kunena kwa lugha. Ndio nguzo zetu, si ndio? Unaamini kuna kufa na kufufuka, kwamba tunamlaki Bwana mawinguni, si ndio? Wote sisi wa Pentekoste, sisi washangilia Pentekoste. Ndio maana tunakuwa kwa umoja. Huwezi kumsema vibaya Pentekoste mwenzako tu kwa sababu askofu wako ni tofauti na askofu wako. It doesn't matter. Haijalishi. Biblia imesema wale watakaoniamini mimi na waombea wawe na umoja kama wewe Baba tulivyo na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tunalifuata neno la Mungu kwa usahihi, tafsiri ni kwamba ametuombea wote bila kujali mimi natoka askofu huyu, mimi natoka askofu yule. Hiyo ni mipango tu ya kutuongoza, lakini neno limetuambia tuwe na umoja kama yeye Mungu alivyo na umoja, na sisi imetupasa kuwe na umoja. Si neno hilo jamani, si ndio? Ni neno la Mungu. Nimesema tuwe na umoja, na aliyetuombea maombi ni Yesu mwenyewe. Hayo ndio maombi pekee. Soma historia ya Yesu toka alipoanza huduma. Haya ni maombi yake ya kuhitimisha. Anasema anawaombea watu wote hawa wawe na umoja. Sisi anatoka hapo mapigano hayapo. Msingi wetu ni kujenga umoja katika Kristo Yesu.
Kristo awe ndiye muunganiko wetu. Mtu tumkatae kama anampinga Kristo, mtu tusiwe karibu naye kama anampinga Kristo, lakini kama ni Pentekoste wenzetu tu wamoja, tunatembea pamoja, tunania pamoja, na ninakuhakikishia kama pale kwenye tawi nikajenga unity ya kweli, mtamwona Mungu na mtafaulu. Kama kuna mmoja katikati yenu kwenye kozi unaosoma, kama kuna watu wameokoka, mkaweka nguvu pamoja, hakika mtafeli. Hicho unachokiamini, hamwezi kufeli kwenye masomo. Utafelije wakati kuna Pentekoste mwenzako kichwa kiko vizuri? Tunatofautiana, atakuvuta. Kwa hiyo viongozi, hakikisha watu wanatengeneza unity ya kutosha kimasomo, maisha ya kawaida. Ndio maana tuko huku. Nilikuwa nawaambia watu siku zote kwamba ukiona mwanafunzi ametoka A-level kwenda chuo, akafika chuo, kwa sababu kule chuo, jamani, unajua chuo ni wewe, ni self control inahitajika. Hakuna kiboko, hakuna atakayekwambia kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya. Ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe. Ukiona mtu anaenda chuo kikuu au chuo chochote ambacho ni free, ukamwona hatafuti kasi yote atakayo walipo, ukiona hatafuti, rudi. Ukiona hatafuti, ulikuwa umemfahamu akiwa A-level, alikuwa iko vizuri, unajua tayari amepita. Niamini tu hivyo. Ukiona anapiga chenga kule, kwa sababu watamwambia